Majina yangu naitwa Charles Samu Manyasa, natoka Kakamega County, Tere Sub-County. Hapa nipo kwa matanga ya ndugu yangu ambaye jina lake anaitwa Franz Alumbe Manyasa. Na huyu Franz Alumbe Manyasa ni ndugu yangu ambao mimi nafuata mara 4. Na sisi kama jamii ya Manyasa tumehusilika sana kupoteza ndugu yangu Alumbe Manyasa, kwa sababu alikuwa tegemeo letu. Ametusimamia kwa hii boma, hata kata alianza kuwa mgonjwa tulisikia mbaya sana. Wakati nisikia kwamba amekufa, hakika nilikuwa karibu hata kuanguka. Alafu mimi tu ninasema ya kwamba Mungu amweke mahali pema peponi, na familia yote nataka hata watoto wake wamewacha tuungane tuwe kitu kimoja, kwa ajili boma wako ndani mapasta, wako ndani watu ambao hata walimu ambao wanajua neno la Mungu. Kwa hivyo boma inajua neno la Mungu. Tunaomba Mungu amani atupatie rehema ili tusiti kuendelea kwa njia ya Ukristo. Huyu ndugu wangu Franz Alumbe Manyasa hakika alikuwa anapenda mimi sana. Hata wakati nikichelewa hata kwenda kwake siku 2, atatuma wajukuu wake na kusema kwenda ita ndugu yangu Charles. Sasa anaenda huko, anasema ulikuwa wapi ndugu yangu? Sitaki ukae siku 2 ama siku 1 bila kukuona. Wakati alikuwa amegojeka ukweli, nilikuwa naenda huko saa yote. Wakati alianguka na pikipiki, alishindwa kutembea. Tulikuwa tunambeba, tunampeleka hata kwa chuo. Tulikuwa tunambeba, tunamfalisha manguo, na mke wake anaitwa Mithlet Alumbe. Huyu mama tena pia nampongeza. Alisaidia sana ndugu yangu. Ndugu yangu huyu tulikuwa napendana kabisa, yenda amenilea, yenda amenisomesha kutoka standard 1 hapo standard 7. Huyu ndugu yangu alikuwa mpendwa sana kwa hii jamii, na alipotoweka kwa hii dunia alikuwa na mabibi 6 kabla alioa mabibi kabla hajaokoka. Wakati aliokoka akamjua Mungu, amekufa kama anatumikia Mungu. Kwa hiyo uhusiano yake na mimi ni ya karibu sana. Tumepoteza mpendwa, naye Mungu atufariki. Kwa hivyo naagiza tu yoyote atakuwa ananitazama hii sura yangu, na muelekea tu kwenye njia iliyo bora, njia ya Kristo. Tujue tu tusifadhaike, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema tusifadhaike, kwa sababu wakati wote anaweza kukupata. Hata alikasema hata unaweza kuwa kwa shamba na mwingine atachukula na wewe anawe na baki. Kwa hivyo ndugu yangu amenyakuliwa na sisi tumepata, na tushukuru Mungu. Okay, kwa majina naitwa Pastor Anthony Alumbe. Mimi nikiwa mtoto wake marehemu Franz Alumbe Manyasa. Huyu mzee aliyezaliwa mwaka wa 1945 na Mungu ameweza kumbariki kwa miaka, sasa amemaliza miaka 80. Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, kwa sababu hakika yale yote ambayo kwamba tumeweza kupitia katika changamoto ya maisha ya hapa. Mimi nikiwa mtoto wake marehemu Franz wa kwanza, ambaye kwamba Franz aliweza kujaliwa kuweza kupata wa wake kwanza, wanawake, yani ndoa ya wamama 6. Wa kwanza akiwa anaitwa Ruth Violet Alumbe, wa pili akiwa anaitwa Leonita Auma Alumbe, wa tatu ikiwa anaitwa Felicia Alumbe, ikiwa wa 4 akanaitwa kwamba Esther Alumbe, wa 5 anaitwa Mithlet Alumbe,
wa sita akiwa anaitwa Salma. Katika hali yote ambayo my dad aliweza kufanikiwa katika hao wa mama, aliweza kufanikiwa watoto wote, jumla watoto karibu 21, lakini kuna wale wengine ambayo ya kwamba waliweza kuaga dunia na tukabaki saa hizi watoto wote wasichana 9 na ikiwa vijana au wakiwa tena 9. Hiyo ndio familia. Tuko wajukuu wako wajukuu 72, vitukuu wakiwa 14. Na hawa katika nyumba hii zote sitataja majina ya watoto, maanake ni historia ndefu, bali ya kwamba kile ninachosema ni ya kwamba mzee alikuwa ni mzee mzuri, my dad. Na mzee aliishi maisha mazuri, mzee alikuwa na afya yake vizuri, lakini ilifika wakati ya kwamba mzee hakika aliweza kushikwa na ugonjwa wa tumbo, lakini akawa Mungu akamjalia, akaamini Mwenyezi Mungu na akatibiwa akapona. Baadaye ilifika wakati tu ya kwamba mzee wangu alianza tu ya kwamba kuumwa na tumbo na akapelekwa hospitali. Baada ya kutoka hospitali, ilibidi ya kwamba akawezi kwenda hospitali nyingine, na hivyo ndio aliweza kupata accident na akavunjika mguu. Kuvunjika kwake mguu kumemletea udhaifu wa mwili katika miaka hii zote ambaye ameweza kumaliza. Ni uchungu, maana ya kwamba baba ameteseka, ameumia, ilibidi mpaka apelekwe hospitali, kila aina ya hospitali yote, atafutwa kwamba awekwe hata chuma. Na katika haya maisha yote baba yangu amejaribu, na kitu ambacho naweza sema ya kwamba familia hii ni kilio kubwa, kwa sababu ni uchungu. Hatuwezi kumaliza hata miaka 3 kama hatujapata vifo. Juzi tumekuwa, bibi yangu mimi mwenyewe alikufa, hajamaliza hata miezi 4, naye angalia huyu tena amefuata tena, mwaka ulioisha walifuatana hivi. Kitu ambacho nachoomba tu ni ya kwamba tuombeane. Naomba kama kanisa yote tuweze kuungana pamoja, ili ya kwamba tuweze kuomba, maana sasa ukiangalia katika dunia vifo vimejaa na hatuelewi ni nini kinachofanyika. Inaweza kuwa ameanza tu tunasema ya kwamba ni nini, but kama ni dhambi, tunaomba kwamba mahubiri kutembee, watu waweze kutubu, Mungu awamrudie Mungu, na tuulize Mungu ni nini hasa kule ambayo kwamba au ni wapi ambapo tulipitilia, tuweze Mungu atuweze kusamehe katika familia hii, kwa sababu ni uchungu. Kila mwaka baada ya mwaka kila mwaka so tunaona ni uchungu sana. Kama mimi dadi yangu vile ameishi, amekuwa mzuri, alikuwa mtu anapenda kanisa, alikuwa anapenda watoto wake, alikuwa mtu ambaye kwamba hakuna mtu ambaye amemchukia, alikuwa anapenda familia yake sana. Kwa hivyo familia tunaomboleza, tuna uchungu, lakini tunaomba ya kwamba Wakristo wote pale popote wako watuweke kwa maombi, maana hiki ni kilio kikubwa katika familia hii. Kama mimi mtoto ambaye mtoto wa Francis mkubwa ambaye nilikuwa mimi pasta, naomba mapasta wengine tafadhali mtusaidie kwa maombi kwa sababu ya familia hii. Leo ndio mazishi, nataka kwamba tumpumzishe. Aliweza kufa, tumemtoa mochari kwa Sonak, na leo ndio mazishi. Kwa hivyo tunaomba hata ibada ambayo inakalia leo na maibada zote popote watuombee familia hii, kwa sababu hakika ni uchungu. Na ninaomba tena serikali ya Kenya ya kwamba tunaomba amani, tunaomba upendo, watu wapendane, watu wawache machuki, watu wawache mambo mengine, lakini tufuate Mwenyezi Mungu, maana Mungu ndio tegemeo ya maisha yetu. Kwa hivyo serikali ya Kenya tunaomba ya kwamba tafadhali tuungane zote, makanisa kwa serikali Kenya, tuungane zote, tuombeane, ili Mungu ataweza kuona katika kilio chetu, maana hiki ni kilio, atatuhurumia na atatusamehe. Sinaweza kuwa mengi, bali yote nashukuru Mungu, nasema ni asante, bali ya kwamba tunachoomba tu amani. Saidia sana familia hii. Baba ametuacha, na vile ametuacha, mimi sasa ndio mkubwa, nimechukua nafasi yake. Na ninaomba ndugu zangu, naomba dada zangu,
vile walikuwa wakiheshimu baba yao, waniheshimu na wanichukue kama baba yao, maana mimi sasa ndio baba yao. Sisi waniheshimu, tuheshimiane, na tunapoheshimiana amani itaweza kupatikana katika Mungu akaweze kuwabariki na Mungu aweze kuinua na Mungu akaweze kuinua. Asanteni sana. Majina na mimi mtumishi, mchungaji, nafanya kazi ya Mungu na huduma ambao unaitwa Jina la Yesu Church chini ya mtumishi ambao ni Shukrani Karuka. Mimi niko hapa kwanza, nashukuru Mungu kwa umbali ambao hapo amenifikisha. So nasema tu, maana nasema kwamba kwa kila jambo akapate tu. So nikiwa hapa, mimi ni mtoto wa mzee Francis ambaye ni mtoto wa mke ambao ni wa pili aliyekuwa anaitwa Leonida Auma, na huyo mama anatoka huko pale panaitwa Alego Usonga. Katika familia hii ya Fadhe ambao ni papa na mama, alioa mwanamke wa kwanza ambao ni Ruth Olesi. Kwa muda akaleta mama ambao ndio mama yangu, naye akabarikiwa na watoto wawili. Mtoto wake wa kwanza aliitwa Ernest Manyasa, lakini ikafika wakati mwaka wa 2003 ambao ni mwezi wa 3 tarehe 12 siku ya Wednesday, Mungu akapumzisha ndugu yangu. So mimi nikakaa na mama akakaa nikana kwamba mkuso, akakaa nikana kwamba sasa ni yeye akufa. Nikawa na kibarua nilikuwa ninaombea mama, maana hiyo siku mama akaamua kulewa, akachukua pombe ili stress imishie, lakini kumbe pombe ikumsaidia mama mwenye alikuwa ameshika Mungu, mama mwenye alikuwa mtumishi, imani yake ikashuka chini. Lakini nami nikasimama papengo, nilikuwa naombea mama yangu sana. Mama yangu amelia, ndugu yangu amemlia miaka mingi, lakini nashukuru Mungu, siku moja nilipoenda kwa nyumba, mama akaniambia, Joyce, kesho naenda kanisani. Nilishukuru Mungu sana. Hapo ndio mama alirudia Mungu na akaanza kushika kanisa tena. Kwa hivyo tukaendelea, nikajua sasa niko na mama, tukawa tunatiana nguvu. Haikuwa rahisi, na kweli haikuwa rahisi, lakini kwa ajili ya Mungu. Sasa mimi nimekaa na mama sasa, ikafika wakati, ninakumbuka kuna wakati mimi nilimtoa huko Ahero nikaja hapa na nikatengenezea mama nyumba ambayo, na wakati ambapo kulikuwa na shida fulani, hakuwa na nyumba, maana sasa alikuwa hataki hata nyumbani kuruhusu mtoto wake ameenda, hasa akaruhusu. So mimi nikashinda sasa ni nini inaendelea, lakini kwa ajili ya siku moja nikasikia akinipigia simu, Joyce, sasa ndiye nyangorutia wanje. Ai, nikashangaa, nikasema kweli mama, na mimi sasa sijui kwa sister yake Ahero. Nikamwambia mimi kesho ninakuja. Kwa hivyo nikatafuta fare, mume wangu akanitumia fare, nikarauka asubuhi. Nikamwambia baba, nikifika hivi nalala, alafu kesho tunaenda kwa mama. Kweli hivyo ndio nilifanya, nikafika na nikaamka tena siku nikaleta mama, na yeye mume wangu akanitumia pesa, akakuja tukanunua miti na tukajenga nyumba ambayo ilikuwa imeanguka kidogo, nikaleta watu wakaboma. Hivyo ndio nilirudisha mama kwa boma. Kwa hivyo mimi ninashukuru Mungu, tukakaa. So nilimwambia mama, si kuja Nairobi, anasema nitakuja nikafanya kazi wa Nairobi, nifanya kwa City Council. Sasa mimi majuzi wakati nikamwambia mama, utakuja Nairobi, anakataa. Lakini na siku moja
Akaniambia sasa naweza kuja kuona wajukuu wangu. Nikamwambia ni kweli, nikakopa fare nikampelekea. Na kweli nikaendea mama katika country bus. Nimeona nilistuka, nikasema dai mama alikuwa ameisha kabisa. Nikastuka. Lakini kumbe hiyo wakati nilipokupatia mama nikampeleka kwangu. Tulipokaa muda karibu miezi kadhaa, ugonjwa wa corona ikawa sasa kila mahali pamefungwa, hakuna kutravel. Hakika nilikana mwanangu kumbe Mungu alikuwa amepanga, nikakaa na yeye mwaka yote. Sasa wakati ambao vitu zimefunguliwa ninapanga ya kwamba hasa nimrudishe. Hakika nikashangaa, maana siku moja mimi nilikuwa nimeachiwa huduma na mtumishi wa Mungu ambao ni kijana Mkale, akiwa amekuja nyumbani. Akaniambia nishikilie, maana kuna huduma niko mahali pale. So mimi nilikuwa ninajitayarisha ili niende. Nikaenda nikamwambia mama, chukua hii shilingi 100 unipe kile unataka mimi naenda. Na nilipoenda nikapa nimefika, maana kulikuwa ni huduma nikafanya tena, nikaenda Kiambio. Kuna kitu nilipata sana kuunganisha wapendwa walikuwa wamepeleka shida kwa ndoa yao, na nikamaliza hivyo. Niliporudi nikifika, maana wakati huo mama alikuwa sasa ako na wiki moja kwa msichana wangu, alikuwa sasa ametoka ameenda kwa msichana wangu, na hiyo wiki na nilipoenda nikapata mama akaniambia nimeongelesha msichana wako, sasa afuate vile inafaa. Nikasema ni asante. Nilipokuwa sana nataka kuondoka nitoe manguo, na mama akaniambia niletee ndugu zangu. Nikamwambia bwana watu waje kuletea. Akasema ndio. Haya, nikasema basi mimi nakuletea mimi mwenyewe. Akaniambia ai, hii nyumba ya pili ya baridi, hii nyumba ni ya kifo. Nikasema acha mimi mwenyewe nikuletee. Nilipoenda lakini sikawa nimeshika nitoe manguo, nikapatika sasa apeleke. So mimi sikakaa na nikawa nimechoka, nilikuwa nimekaa kwa kiti kidogo. Msichana wangu akakuja akachukua mtoto, nikamwambia enda upigie mama chugani. Hapo kwa kiti nimechoka, nikachukua na usingizi kidogo, nikasikia tu mam, nilistuka. Akasema mam shosh. Nilipoenda mbio hata sijui niliruka namna gani, mimi nikapata mama amenyamaza. Nilipomshika nikajaribu kumuita mam, haitiki. Nikashindwa ni nini. Wale jirani wakakimbia kuita madaktari. Daktari alipokuja, mimi tayari nimeshika mama, nimejaribu kuomba nimeshindwa. Nikamwambia mama, haki usinifanye hivi. Alipanua tu mdomo, maana alikuwa ametoa ulimi ameuma. Sasa mimi nilikuwa narudisha ulimi. Nilisikia tu ametoa pumzi, akafanya tu na hivyo ndo mama alisema mimi sikujua amekufa. Sasa daktari kukuja kumpima akamuita, akasema nisilale na yeye hapo, nimpeleke wapi Mama Lucy. So tulichukua jirani akawa na gari akachukua, nikaenda na yeye, lakini tukafika Mama Lucy tunaenda kwa wheelchair wapi. Kumbe mama ameenda, daktari kumpima hakuna. Sasa wa mwisho alipokuja na tochi akatuita, nikamwambia usifukuze hawa watu, niambie mimi huyu ni mama yangu na huyu unaona hapa ni mtoto wangu, niambie kama mama yangu amekufa. Mimi ninaambia usianze kufukuza watu. Ndiye aliniambia mama ameniacha. Ilikuwa siku ya Wednesday tarehe 12 mwaka wa 2021. Hapo ndio mama aliniacha na akakufia kwa mikono yangu. Sasa nikawa nimekaa sina mama na sina ndugu, nikapata sasa nimebaki na baba. Tumeenda na baba, baba yangu kweli ananipenda. Mimi ndio msichana wa kwanza, aliponipata alifurahi sana, maana mimi ndio msichana ambaye alikuwa amezaa vijana tupu kwa hawa wanawake wote. Lakini nikapatikana huyu baba alinipenda kabisa. Siwezi ongea mambo yote, lakini hakika nikawa najua nimebaki na baba yangu, na huyo baba akawa ananiita mama yangu, maana mimi niliitwa mama. So mimi nimekaa tangu mama yangu akufe, ni miaka 4 sasa imepita. Nikajua ya kwamba sasa baba niko na yeye. Sasa mimi juzi sijajua kama baba kweli anaenda, alikuwa ananishindia akiniambia, Joyce kuja ujenge nyumba hapa, jenga nyumba hapa, nitakupatia miti, leta mabati.
lakini ya mwisho wiki mbili ndio akufe. Akanipigia simu akaongezea kitu kingine, akaniambia Joyce, kuja jenga nyumba hapa na ulete mfanyakazi atakayekuwa akikutengenezea nyumba, atakayekuwa akikulimia hapa akutengenezee. Mimi sikuwa najua ni ufunuo, maana hiyo miaka yote hajaniambia mambo ya mfanyakazi. So wakati nimekuja, wakati ilikuwa ni Friday, na ninakumbuka hiyo wakati nilikuwa mimi ndio nimechaguliwa kwenda kuongoza kesha ya watumishi. Ikawa sasa niko pale, kumbe hiyo ndio wakati baba yangu alikuwa ameshikwa na ugonjwa, nami sikujua. Na nilipokuwa nimekaa na nikawa nimetulia, ambao ndio wakati amekufa, mimi nikasema baba amenibarikisha, maana aliniombea maombi ya ajabu sana nilipokuwa nimetoka. Akaniambia heri angenizaa kijana, angekuwa anahangaika, ningekuwa nimemlinda vizuri. Lakini akaniombea, akaniambia pasta wangu, hubiri Injili, haneza Injili ya Mungu, na usiwahi kuwa kama watumishi wale wengine wa ukora. Simama imara na Mvula, simama imara pasta wanje, simama imara mama wanje, na kila wakati usiwahi sema una kitu, au mpanga Mungu wako atakupatia. Na akaniambia unisikia vile nilisema? Niliona Yesu na Mungu anasema ya kwamba watu wametenda dhambi na kufa wakikufa. So hakika nilipokuwa niko hapo ninataka kwenda fellowship, nikawa nataka kutengeneza maneno na mtumishi wa Mungu ambao kulikuwa na shida fulani kiasi, nikaenda kwake ndio nijipange na nitumie pale kitu. Na nikawa sasa nimeenda ili nirudi kwa nyumba nimtumie pale kitu, niongee na yeye na niende fellowship. Sasa mimi nikiwa hapo ndio ninatengeneza, naomba ruhusa huko ndio tuende tutengeneze maneno. Na hakika nikasikia simu, nikaona inanisumbua, nikapigwa tena inanisumbua. Nikaambia watumishi, hii simu imepigwa sana, wacha nichukue, labda mtu anakufa. Nilipochukua nikasikia tu Joyce papo afi, nikastuka. Maana kuna siku niliambiwa hivyo, nikakuja nikuta alikuwa ako Muhila. Sasa mimi ndio nilipopigiwa simu, naanza kutafuta watu wako, nikapigia sasa anaitwa Lydia, uko wapi? Kumbe naye alikuwa amekuja huko, ametoka kwake. Niko nyumbani. Wapi? Hapo tutatoa mahindi. Kwani hujasikia nini? Mimi nimepigiwa simu, baba amekufa. Kwanza mimi ndio nilibreak the news, baba yangu amekufa, na licha ya kwamba sikuwa nimeambiwa baba yangu ni mgonjwa. So hapo ndo nimefika, na nikawa kweli nikakuwa nimeomboleza sana babangu, maana tulikuwa ni kama tumeshikana na yeye sana. Nimelia babangu, sijailia hata mama yangu, hata sikulia hivyo, hata ndugu yangu sikulia hivyo, nimelia babangu sana. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa umbali wamenifikisha, maana ninajua kwamba kazi ambayo alianzisha ni lazima ataikamilisha, maana ni yeye aliyepeana na pia yeye ndiye aliyechukua. Kwa hivyo kile ninaomba tu, mimi ni mtoto ambao nimeachwa hapa, niko msichana. Hakika ndugu yangu alikufa, baba alikuwa anasema sasa wewe Ernest uko hapa, hili shamba ni wewe. Kwa hivyo ninajua kwamba Mungu atanisaidia ili nisiwe tu nimeenda juu nimeolewa Ukambani na mtumishi wa Mungu anaitwa James Mteti. Kwa hivyo isionekane nikana kwamba nimeolewa mbali, sitaweza kurudi tena juu Fadha ameenda. Ninaomba ile maombi aliniambia. Kwa hivyo alikuwa ananiambia akimaanisha kwamba nisiwahi sahau kurudi huku Ebumarama. Tu wale watu ambao wananisikia, muniombee Mungu anisaidie, anibariki ili nikaweze kunawisha ama kufanya ili boma la Leonida na nama ni Ernest wefu disinjira la bakuliku tawe nindarera mama nyenji siba munzu nesaya bishop wanje yalishotabu yasomeranga neshura shile shilai ibolanga ati watakuwa wanapita wakisema ya kwamba mahali hapa palikuwa ukiwa, sasa kuna kuwa kama shamba la Edeni ama kuna kaliwa watu. Nikasema aki Mungu, hili shamba la mama lisiwe likunda, wacha Mungu akanisaidia nipate pesa ili kila kitu Fadha ameniambia nimeshaelewa, nimepata ufunuo. Ataki ili boma nikae ikunda. Nitakuja nikipata pesa nitajenga ile nyumba alikuwa ameniambia, na tena nitaleta mfanyakazi, maana Mungu wetu ni tajiri. Hivyo ninashukuru tu kwa wote ambao wamefika katika mazishi ya babangu. Hivyo mimi ninampenda babangu, hakika ninampenda. Nikasema kwamba leo nitatengeneza t-shirt hii. Ukiangalia hii t-shirt nimeweka mamangu, nimeweka babangu na nikaweka ndugu yangu.
maana ninasema ya kwamba hakika hao watu walikuwa wa muhimu kwa maisha yangu. Niliwapenda sana, lakini Mungu na yeye amewapenda zaidi. Kwa hivyo niko na watoto nimebarikiwa nao, niko na watoto 7 na niko na wajukuu 7, na ninajua Mungu ataendelea kulinda hiyo familia yangu. Itakuwa ni familia kubwa. Leonida atajua kwamba alizaa. Kwa hivyo Mungu awabariki na Mungu awatetee.